terabyte moja. Pia vile vile angalia Nvidia graphic card, Nvidia RTX kubwa kwenye graphic card. Kama utakuwa unatumia tunaziita graphic card za nje, chukua ambayo inaweza be exchangeable, yani unaweza kubadilisha. Kama ukihitajia aina nyingine unachomoa, tunabadilisha. Yes. Nadhani zile gaming PC tunaziona kila siku, zile ambazo zinakuwa na RGB malight ndani mle, zinafaa sana kwenye kazi ya hii ambayo ni ya video editing. Watu wa sita au kundi la sita ni watu wa architect pamoja na engineering. Matumizi yao sana sana hapa huwa tunaona ni yale ambayo ni mambo ya AutoCAD, yale Revit. Tunaona hapa wapo kwenye SketchUp. Specifications zao ni zipi? Ya kwanza kabisa huwa ni Intel Core i7 RAM GB 32. Hii alikwepeki. RTX GPU hapo sana sana ni yale makina Nvidia. SSD iwe ni terabyte moja kwenda mbele. Hilo halina labda au halina ubadala. Terabyte moja kwenda mbele. Twende wale watu wa game, watu wanacheza magame. Matumizi yao sana sana ni michezo tu ambayo yanatumia graphic card kubwa. Ndio sana hapo. Kwa hiyo processor nitakuwa liwe kubwa kweli kweli. Specifications zake Core i7 kwenda mbele au Ryzen 7 kwenda mbele. Vile vile hapo tunaona RAM angalau uanzie GB 18 mpaka 32. Pia vile vile tumesha kwambia Nvidia RTX iwe ndio GPU yao. Vile vile SSD iwe kuanzia terabyte moja kwenda mbele, na yenyewe hakuna mbadala wake. Vile vile tunaona kuna kundi la 8 ambao ni watu wa data analysis pamoja na AI engineering. Hapa matumizi yao makubwa sana huwa ni Microsoft Power, zile BI, huwa ni Python, huwa ni machine learning na AI. Hayo ndo matumizi yao makubwa sana. Kwa hiyo specifications zao ni zipi? Ya kwanza kabisa, watu kama hawa lazima watumie kompyuta ambazo zina Intel Core i7 au 9 na kuendelea mbele. Vile vile Ryzen ambao ni 7 au 9 na kuendelea mbele. RAM haina mbadala, ni GB 32. SSD lazima iwe terabyte moja kwenda mbele. Nvidia RTX GPU iwe kubwa ambao ni nadhani 4060 kwa sasa hivi unaweza kupata kwenda mbele huko. Hapo hakuna mbadala. Ukichukua chini yake basi ni ule ugumu wako wa kimaisha tu, kwamba umeamua kukaza fuvu ili mambo yaende. Kuna kundi la 9 ambalo ni business owners. Hawa wafanyabiashara wakubwa au wakati wadogo sawa, kama ataamua kujipapua. Sana sana katika mambo ambayo tunaita matumizi, cha kwanza huwa ni accounting, kuna POS, mnafahamu nyie maana yake huko. Kuna mambo ya kufanya reporting, kuna mambo ya CRM. Kwa hiyo specifications zao hapa tunaona lazima awe ana Core i5, lazima awe na RAM kuanzia GB 8 kwenda mbele, lazima awe na SSD 512 GB kwenda mbele. Hapo atapata matokeo mazuri. Watu wengine ambao tunawatazama hapa ni mtumiaji wa kawaida kabisa ambao tunaita ni home users. Home users, watu wa matumizi ya kawaida nyumbani, hawa huwa ni kuangalia movie, kuangalia internet, kupita kwenye mitandao ya kijamii, kuangalia huko kwenye YouTube, kwenye Instagram, wapi, kufungua dokumenti. Hawa specifications zao lazima wawe na Core i3. Alafu RAM iwe 8. Kuna watu wanajitia ugumu wanaweka RAM 4. Okay, it's fine. Lakini mimi nategemea kwamba mwenye RAM 4 hawatakuwa smooth kama alivyo mwenye RAM 8. SSD angalau ianzie 256 GBs, hapo atapata matokeo mazuri. Ni makampuni yapi ambayo yanakubalika au yanakusababisha wewe uende ukazinunue laptopu zao? Ni makampuni yapi ni bora katika kununua laptopu zake? Kwa maana yake tunanunua laptopu, alafu si pekee kwamba tumenunua laptop kwa ajili ya kutumia. Je, ikiharibika inaweza kutengenezeka? Okay. Kama inaweza kutengenezeka, ujue spare zake
au material yake yapo na ni maarufu. Kwa hiyo kampuni hizi nunua laptop zake, kwa sababu kikiharibika kitu unaweza kutengenezesha kwa hapa Tanzania, sijajua nchi za jirani. Hapa tunaona kwamba kampuni la kwanza ni Dell. Dell hawa ni imara sana, hasa kwenye maofisi. Hii Dell ukipata hasa Dell ambazo ni desktop, unaweza ukawa unawapa watoto wanachezea kabisa, lakini mashine ikaendelea kufanya kazi. Lakini sio HP. HP utaharibu. HP hii kwa sababu inapendeza sana jinsi muonekano wake ulivyo. Matumizi yale ya kawaida, wafanyabiashara, wanafunzi, basi mimi nashauri uchukue HP. Kwanza unaonekana mtu fulani hivi ambaye uko comfortable ukichukua HP. Ukichukua Lenovo basi wewe ni mmoja katika watu ambao ni wagumu sana, hasa toleo la ThinkPad. I say wewe ni mgumu, kwa hiyo nikupe heshima yako. Na ukikuta Lenovo kwenye ofisi, ndugu yangu, hiyo ofisi kimbia. Hapana, nakutania tu, usikimbie. But ni maamuzi yako. Kama utachukua Lenovo basi ni wewe, lakini Lenovo uzuri wake ni ngumu, hasa Lenovo ambazo ni desktop, ni ngumu, ziko zinafanya kazi muda mrefu, ni imara in short. Pia vile vile kampuni nyingine ni Asus. Asus na wenyewe wako vizuri, hasa kwenye zile kazi zetu ambazo ni za gaming pamoja na zile kazi ngumu, yes, kama engineer na kadhalika. Asa hawa ambao hawana pesa, kama unataka laptop Asa basi unaweza kaingia. Lakini ukiingia kwenye Apple, MacBook au iMac, kwa maana yake MacBook ni laptop hizo, au iMac ama desktop yake, au Apple, hapa utatembea vizuri kwenye graphic, utatembea vizuri kwenye video editing, utatembea vizuri kwenye masuala yote ambayo ni magumu, hasa kwenye hayo mambo ambayo nimeyataja. Hizi zinafanya kazi vizuri kabisa, imara, zinatunza chaji muda mrefu na mengineyo. Yes, kuna kampuni jingine inaitwa MSI. Hapa ni wale watu ambao ni wa gaming pamoja na wale watu ambao wanafanya working station. Watu wanafanya kazi kwenye station manini, kama unaingiza data nyingi kwa wakati mmoja, basi chukua MSI. Yes. Vile vile kuna Razer. Razer na wenyewe wako vizuri kwa wale ambao wanataka kucheza magame magumu kabisa au wanafanya mashindano ya magame, basi hili ndio chaguo lenu la kuweza kuingia. Kumbuka kwamba hakuna kampuni lililo bora juu ya kampuni jingine, isipokuwa ni katika matumizi ya mtumiaji pamoja na gharama. Kwa hiyo unapokuwa unachagua kompyuta, zingatia hayo mambo. Ngoja niarudie kwa ufupi. Mtumiaji anatumia kwa ajili gani? Processor ipi itafaa? Kiasi gani cha RAM? Vile vile SSD ngapi katika storage? Vile vile graphic card ikiwa kama anahitajia katika kazi zake. Vile vile ule ubora wa screen pamoja na cha mwisho ambacho ni budget. Kwa hiyo kompyuta bora sio ile ambayo ina brandi maarufu, bali ni ile yenye specifications ambazo zinakidhi kazi zako na kufanya kwa ufanisi uliokuwa mkubwa na wa kisasa zaidi. Na ni sehemu gani ambayo utakwenda kununua laptop hii? Matapeli ni wengi, watu wa kugushi ni wengi. Tunaona katika kompyuta nyingi watu wengi wanabadilishiwa au wanaeditiwa zile specifications. Unakuta laptop imenunuliwa na RAM 16 lakini inaeditiwa na ikiwa RAM 32. Kwa hiyo ni eneo gani unatakiwa kwenda kununua laptop au kompyuta yako na iweze kukupatia matokeo mazuri, na pia upate ushauri na upate mengi ambayo ni ya faida kwake. Namba nimeweka chini ya description ya video hii, kwa unaweza kugusa hapo chini ukaenda kuipata namba ya simu ya yule ambaye anauza laptop, atakufikishia mpaka pale ambapo wewe upo. Na tena usisahau kwamba mwambie nimetoa namba yako kwa Graphics Infos ili uweze kupata bei ya punguzo.